Ndurumeni cia tabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ ciumagarĩte kũmũrĩka nja wa njera. Nja wa njera kũrĩ na andũ mena ng'ano cia mwanya ciĩgiĩ njera, hihi ona gũkĩra arĩa me njera ihinda-inĩ rĩrĩ. Mwena wa Karoreni gũkũ Nairobi tũracemania na mũtumia ũyũ Grace Omariba. Twabara wega tũkona ũyũ nĩ mũndũ mũgeni itũra rĩrĩ. Nĩ hĩndĩ arambĩrĩria ũtũũro wake werũ thutha wa gũtũũra njera makĩria ya mĩaka 20. Nilikuwa na miaka 17 na saizi niko na miaka 41. Aingĩrire njera arĩ na ũkũrũ wa thĩ mũno, mĩaka 17 tu, thutha wa kwĩingĩrania na ndũgũ cia kĩwendo o arĩ thukuru na arĩeterere arĩkie mathomo make nĩguo ahote gũtua matua makinyanĩru. Hatukuwa tumeamua kuoana. Ni ile hali ya kutoroka aibu, umekuwa mjamzito, ulikuwa shule. So naogopa huko kijijini watu labda wale mlikuwa mnasoma nao, wale mnashiriki nao, mlisaliwa nao. Hivyo naona ni kama ile hali ya kuchekelea mtu ndio ilinifanya sana nitoroke huko niende huko kwa huyo rafiki. Ona kũhana ũguo, ahikirio nĩ mũndũ warĩ abitha wa mbũtũ cia ũrangĩri gũkũ bũrũri-inĩ na mũtino wa gwĩkora njera wambĩrĩirie haha. Kuona arĩ mũtumia oro wa ũkũrũ wa thĩ, ndamenyaga mũthuriwe nĩ anyitanagĩra na ekinaĩ kũmakomborithia nguo cia maabitha a ũrangĩri na mĩcinga na gũtabania nacio wĩkinaĩ. Aradarĩria mũthuriwe amũhenagia atĩ nguo icio ciratwarwo kũhũrwo na njĩra ya mwanya oro mathaa ma hwaĩ-inĩ na gũcoka kĩroko gĩa tene ruoro rũgĩtema. Alikuwa anafanya kazi ya jeshi, na nilipotoka huko shuleni kama mimi ni mjamzito nilienda kuishi na yeye Girigiri huko FTC, lakini nilikuwa ninaishi nje ya kambi. Kuna marafiki alikuwa nao wanamtembelea kila jioni kitu saa 1, saa 2, wanachukua nguo zake kwenda kumfulia huko Dobi, ambapo kila jioni ningetoa furusi la pagi niwapee hizo manguo wapeleke waende kufua, halafu wanarudisha asubuhi saa 11. Alivyonieleza sasa nikiwa kwake mgeni siku ya kwanza. Ikawa ninawapea hizo nguo, wanapeleka, wanafua, wanarudisha. Lakini ninapobeba ninasikia lile bagi lilikuwa ni nzito. Na kumbe ndani yake kulikuwa kumewekwa bunduki ambayo imetoanishwa, viatu, kofia na tuseme uniform mzima. Na bunduki 5 zilikuwa zinaenda na kombolesha, wanaenda wanasitumia kwa uhalifu kisha wanasirudisha asubuhi. Matuko ma mũthia wa mũtugo ũyũ nĩ makinyire mũthia na makĩnyitwo na nginya mũtumia ũyũ akĩnyitĩrwo hau na gũthitangĩrwo ngero itiganĩte iria nĩ hamwe na ũici wa kĩahinya ũrĩa iherithia rĩaguo nĩ kĩoho kĩa gũkuĩra njera. Mara ya mwisho walipokuja kusichukua alikuwa ameenda peacekeeping siku kama 3 akaniacha, lakini aliniacha kama amesema wakikucha ni wape hizo nguo waende nazo. Walipoenda nazo wakaenda wakafanya uhalifu, wakasirudisha. Kabla hawajafika wakapitia hoteli ukunywa chai, ndipo sasa walikosa kuelewana kugawana hizo fedha zenye walikuwa wameiba. Wakashikwa wakaletana mpaka mahali nilikuwa nimekaa. Mimi pia nikashikwa, nikashtakiwa na wao. Walikuwa nasikomboa kila mtu anafaa. Hivyo wakienda kama tuseme wanafamia bank, wanaenda wakiwa wamejifanya ni watu wa serikali. Ihinda rĩu mũthuriwe nĩ aumagarĩte nja wa bũrũri mĩhang'o-inĩ ya kĩwĩra na acoka no kũnyitwo anyitirwo na gũturanĩrwo na aruna ake njera. Wakati huo huyu rafiki yangu hakukuwako, alikuwa ameenda peacekeeping. Sasa walipokuja huku mimi nilishikwa. Yeye pia akirudi akashikiwa airport, akaletwa mpaka Nakuru, pia yeye akashtakiwa pamoja na sisi. Tukaendelea kufanya kesi tukiwa rumande ya huko Nakuru. Tulikuwa tumeshtakiwa na mashtaka ya uwizi wa kimabavu, halafu tukafungwa kutumikia hukumu ya kifo tukiwa pamoja na huyo rafiki yangu.
Tukakaa muda wa miaka 3 na miezi 8, tukahukumiwa kifo sisi wote baada ya kupatikana na hatia. Watu walikuwa wanaume 7 na mimi pamoja na huyo mume wangu. Muci wao wathireire hau kuona muthuri acokire gukwira njera ya Naivasha na mutumia uyu agitigwo agitindika kioho kia maisha njera, nake mwana wao uria mari nake agitigwo akirerwo ni cowe. Yule bwanangu aliaga dunia akiwa Naivasha, tukabaki watu 7, wanaume 6 na mimi. Ende kuona kihoto kiunaga utamugete thutha wa miaka 23, gikundi kia mwanya gia kumurika miikarire ya njera na kurumbuia oho njera-ini itiganite kia Power of Mercy ni kirahithuririe mutumia uyu ni abatie kurekererio thutha wa gutabania uthuthuria na kuona ati ndari na mahitia oro mothe magutungio ihera ria gukwira njera. Mimi nilitolewa na kikundi kinaitwa Power of Mercy ambacho huwa kinafanya uchunguzi kutoka kwa familia, kutoka kwa community. Lazima wachue uhusiano wako na chief uko namna gani, uhusiano wako na wasasi na majirani, kanisani, vile ulikuwa unashirikisha watu maisha yako. Kama hapo awali ulikuwa bado unasumbua watu, ni vigumu sana uweze kupata hiyo nafasi ya kurudi huko. Ngoro yake iriona ruo ni gutungio ihera ria mahitia atekete. Mimi nina mpremu yule hakimu aliyenifunga kwa sababu hakunisikiza. Alikuwa anavaa nisikize, asikize defense yangu vile nilijitetea. Namba 2, nilishikwa nikiwa na miaka 17. Angenipeleka hospitali immediately niende nipimwe, miaka yangu ikuje mahakamani. Ndio hata kama ni kuhukumiwa, singehukumiwa kifungo nzito hivyo, sababu ilinifanya sasa psychologically niweze kugonjeka. Ninagonjeka pressure nikiwa mtoto mdogo, naingiliwa na mambo ya Alzheimer's nikiwa mtu young. Nimemesa matembe kwa sababu ninawaswa ni nini ilituma huyu anifunge hivi, ni kitu gani nilifanya mpaka akanifunga hivyo, na hata kitendo yenyewe si kukua huko wakifanya au wenye walifanya. Hakuna kitu nilichangia yangu huko, ufunguliana roho na tunaongea hivi, ninaongea na wewe. Kuna mtu hakufanya chochote, lakini kwa sababu alipatikana nyumba ya boyfriend, na boyfriend kuna kitu alikuwa amefanya mahali, akafagiliwa na njia hiyo. Sasa kitambo wakati anakaa hapo mpaka rufaa ikuje ndio ichunguzwe pale mahakamani ajulikana ati hakufanya, inachukua muda mrefu na anakuanga ameumia kabisa, na hakuna hata mtu anaweza mlipa ama aseme pole, na hata mtu akikwambia pole na ushaumia. Hihi andu aria mohetwo na muthuri waku no uthie kumacerera mari njera Naivasha magitungata kioho kia gukwira njera? Siwezi, kwa sababu wamepoteza muda wangu mwingi, na tena nitaenda tukiwa na uhusiano gani na wao? Siwezi. Kwanza nikienda inaweza hata nifanya nianze kukua affected psychologically, kwa sababu nikiflashback nikumbuke ni nini walifanya na ni nini hiyo ambayo ilituma niteseke bure hiyo miaka yote kitambo serikali kuje kujua ya kwamba I was innocent. Nimepoteza muda mwingi kwa sababu yao. Utoro wa njera ungiugana atia hihi? Huko si nyumbani, huko si mahali pa kufurahia. Wewe unaweza kufurahia ukiwa umetenganishwa na mtoto wako, umetenganishwa na wazazi wako, labda na mke wako, na labda umetenganishwa kwa sababu ulitoka kwenda kumsalimia rafiki, na kumbe rafiki alikuwa anafuatwa na serikali, unakutwa huko mnafagiliwa nyinyi wote. Psychologically unakuwa affected. Kuna vile unagonjeka magonjwa ambayo hukutarajia. Namba 2, umepoteza, kama tuseme miaka yako ilikuwa miaka ya ujana kama mimi, nimepoteza masomo. Namba 2, umepoteza muda wako wa kuolewa na kukua na familia yako. Namba 3, hakuna wakati utalipwa hata ukikaa miaka mingapi. Ile kitu ilifanyika nikasikia kabisa hata kama ningelipata nafasi ya kujiua siku hiyo ningejiua. Ni mtu ambaye alitoroka. Haijulikani wewe umjui ni nani alitoroka. Ni mtu mgeni, hajakaa.
lakini mnachapwa nyinyi wote, mnapiwa, mnaambiwa kiasi moja ikioza zimeoza zote. Sasa unashindwa zimeoza zote kivipi? Namba 2, makosa ikifanyika, kama mimi nimefanya kosa, inalazimu mchapwe nyinyi wote, mwenye alikuwa na mwenye hakukuwa. Sasa unasikia hiyo kitu inakutia uchungu sana, kwa sababu unawezaje kuadhibiwa kwa sababu la kosa la mtu yule mwingine na wewe mwenyewe hukufanya hilo kosa. Hiyo kitu sasa nilisikia inaniuma sana, hiyo ikukuwa mzuri. Nĩ arathaitha andũ na mũno arĩa maratuma ndũgũ cia kĩwendo gũbaraga wega mũndũ mĩgendere yake, kuona no ũkuruhanio na ngero we ona ũtamĩũĩ wega na ũtũũro waku ũthũke kaimana. Unafaa kukonfront yeye na kujua kazi yenye anafanya. Bwana wako anafanya kazi gani? Especially wakati amekucha kama saa 3 ya usiku, saa 4, saa 5, ama ameamka saa 3 anaenda kazi. Ni kazi gani hiyo anaenda? Sababu ndivyo ilikuwa inafanyika hivyo. Hiyo misigo ilikuwa inatoka kwa nyumba saa 2 ya usiku, saa 1 inarudishwa saa 11. Nikiuliza ninaambiwa ya kwamba imeenda kufuliwa ni nguo, kumbe ni bunduki imeenda kazi usiku alafu inarudishwa asubuhi. So watu ni vizuri kuchua mume wako anafanya kazi ya aina gani, na kufuatilia, si kuuliza tu, na hata kufuatilia ni ya muhimu. Haya, marafiki wenye tunatembea nao ni kina nani? Biashara zenye tunafanya ni nini tunabeba? Unaenda biashara ya kufanya ya nguo, unakuja na drugs. Watu wengi wamechaa pale, wamefungwa maisha miaka 20, miaka 30 kwa sababu ya hiyo mambo ya kukuja na drugs. Akĩrekererio kuma njera nĩarĩirwo maũndũ maingĩ mũno ũrĩa egũteithio, no ĩndĩ icio ciarĩ ciĩranĩro oro cia kanua no ti ciĩko. Rĩu arahang'a gwake gwatuka one mweke wa wĩra ahote kwĩrũgamia wega. Mimi huwa ninafanya vibarua, watu wananiachiri vibarua, ninapata at least my daily bread. Lakini kimaisha sijakuwa stable. Halafu kitu ingine nilijifundisha kutengeneza vitu ya beads. Wakati ambapo niko masaa ya usiku huwa ninakaa nikitengeneza hizo vitu ya beadwork. Ningepata support, ningefungua kazi ya dressmaking. Hiyo ndio ile kazi yenye nilikuwa ninapenda sana nikiwa huko ndani. Lakini financially nimekuwa chini kabisa. Afadhali ning'ang'ane tu nikiwa hapa, labda Mungu atagusa msamaria mwema mmoja anipe support niweze kumeka step. Kwa saa hizi sifikiri mambo ya kuolewa sana, kama vile huyu mtoto ambaye niko naye ni mkubwa. Mungu anisaidie nipate fedha at least niweze kumpeleka college, ndio naye aweze kupata kitu ya kumsaidia siku za baadaye. Njĩtagwo Simon Kibe, tabarĩra ya Njera-inĩ Citũ.